Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Neno la Bwana linasema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wakamlinda, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka amtoe, usiku ule ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyololo miwili. Walinzi mbele ya milango wakalilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyololo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge ukavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yanayofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hapo Petro alipopata ufahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana alimpeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Biblia inasema ya kwamba, imeanza kwa kusema kwamba panapo majira yale yale Herode mfalme akanyoosha mkono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Manake huyu Herode alikuwa amezoea katika majira fulani kunyoosha mkono kuwatesa watu wa kanisa, katika majira fulani kuwatesa watu wa Mungu, katika majira fulani kuamuru watu fulani waangamie, katika majira fulani kuamuru kwamba shida fulani imkamate mtu mmoja, magonjwa fulani yamkamate mtu mmoja, mapepo fulani yamkamate mtu mmoja. Katika majira yale yale kuna shida ambayo imekuwa ikirudi katika maisha yako. Kuna shida ambayo ilikuwa ikirudi katika familia yako. Kuna shida ambayo ilikuwa inazunguka katika ukoo. Baba inawezekana ilimkuta hiyo shida, mama ilimkuta hiyo shida, dada zako iliwakuta ile shida, na unaona kabisa katika majira yale yale ile shida bado inakutesa. Manake ni taratibu, ni kawaida, ni mazoea ya adui kurudia tatizo hilo katika familia, katika ukoo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wote waliotangulia ile shida iliwaangusha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wengine ni magonjwa. Unaona ugonjwa huo ndio ulimuondoa bibi. Ugonjwa huo ndio unamuondoa mama. Ugonjwa huo pia unakunyemelea na wewe, na dada zako pia wanaumwa ugonjwa ule. Na unaona kwamba kabisa kwamba kila aliyeumwa ule ugonjwa hakuna namna ambaye aliweza kuchomoka akashinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Taka nikwambie, Mungu hajakusikilizisha hilo neno kwa bahati mbaya. Taka nikwambie, kile ambacho wengine kiliwashinda kwako wewe kinakwenda kushindwa, wewe unaenda kukishinda katika jina la Yesu. Kama huo ugonjwa uliua watu wa familia, hata kama walikuwa wengi, hata kama walikuwa ni wasomi, hata kama walikuwa na fedha zaidi yako, hata kama walipelekwa kwenye mahospitali makubwa, lakini ule ugonjwa ulichukua maisha yao. Nataka nikwambie wewe, unawezekana hauna pesa, inawezekana hauna hela ya kwenda nje ya nchi kwenda kutibiwa, inawezekana hauna masomo mazuri, haujasoma, inawezekana hauna vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wala watu wa kukusaidia, lakini nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba kile ambacho wale wengine wakiliwashinda wewe hakitokushinda, bali utakishinda katika jina la Yesu. Biblia inatuambia ya kwamba majira yale yale ndio alimuua Yakobo, na majira yale yale akamkamata tena Petro ili amuue. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini hakujua ya kwamba na majira hayo Mungu amekusudia kuondoa ile hali ya kuonewa kwa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakujua ya kwamba katika majira hayo Mungu amekusudia kumuinua mtu mmoja ambaye atamaliza hiyo vita ya ukoo. Katika majira hayo hakujua ya kwamba Mungu amekusudia kumkomboa mtu mmoja, na huyo mtu atakuwa ndio chanzo cha ushindi katika familia nzima. Wengine unaona ya kwamba kabisa hali ya umasikini
Baba alijaribu lakini alikufa akiwa masikini. Babu alijaribu lakini alikufa akiwa masikini. Hata kaka zako unaangalia wanajaribu lakini wanakufa akiwa masikini. Unaona kabisa kwamba umasikini umetushinda katika ukoo wetu. Sijui hata kama mimi naweza kuushinda. Ukiangalia hauna kazi tayari, ukiangalia biashara imefirisika, ukiangalia hauna mtaji, ukiangalia hauna elimu nzuri ya kusema kwamba utapata ajira nzuri. Lakini nataka nikwambie wewe umasikini ambao uliwashinda wengine, wewe hautokushinda bali utaushinda katika jina la Yesu. Ramashantaraba seketaraba Yantaramasaya nderebo shinta koraba yantarabasaya nderebo saka. Inawezekana ni eneo lako la biashara. Watu wanakuambia kwamba wewe sio wa kwanza kufanya biashara kwenye hiyo flame. Walikuwepo wa kwanza wakafilisika, walikuwepo wa pili akafilisika, alikuwepo wa tatu kwenye flame hiyo hiyo akafilisika, na wewe umekuja kuchukua mahala hapo, hautoweza. Na kweli unaona tangu umeingia kwenye hiyo flame ya biashara mambo yako hayajakaa sawa sawa. Nataka nikwambie ya kwamba kilichowashinda wengine wewe hakitokushinda, wewe utakishinda katika jina la Yesu. Korabayantarabashando ribayantorabasaya. Biblia yangu inaniambia usiku ule ambao Herode alikuwa amekusudia kummaliza Petro, kumaliza kazi yake aliyoianzisha ya kumwangamiza huyo Petro kama alivyomwangamiza Yakobo. Usiku ule wakati yeye amekusudia kukipambazuka akamaliza kazi, ndio usiku ule Bwana akatuma malaika wake. Nataka nikwambia inawezekana wamesema leo ndio mwisho wako. Inawezekana wamesema mwezi wa 6 unapoisha na uhai wako umeisha. Inawezekana wamesema mwezi wa 6 utakapoisha ndio watakuwa wamemaliza kile biashara uliokuwa nayo. Inawezekana wamesema mwezi wa 6 unapomalizika ndio tumemaliza shughuli yetu tulioianzisha. Nataka nikwambie wakati wao wanasema wanakwenda kumaliza kazi, Mungu anasema ndio nainuka kuianza kazi. Wakati wao wanasema wanakwenda kumaliza kazi, Mungu anasema na mimi ndio nimeinuka kukomboa na kukomesha ule uteka ambao mwanangu alikuwa ametekwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usiku ule Mungu akatuma malaika. Ni maombi yangu jioni ya leo, Mungu atume malaika kwa habari ya ndoa yako. Mungu atume malaika kwa habari ya biashara yako. Mungu atume malaika kwa habari ya utumishi wako. Mungu atume malaika kwa habari yoyote ambayo adui amekuwa akiwashinda wengine. Lakini wewe Mungu akutumie malaika ambaye atapigana na adui zako, atapigana na ile laana, atapigana na ile mizimu, atapigana na ule uchawi, atapigana na kila chochote ambacho kilikuwa kinawaangusha wengine ili wewe upate ushindi. Katika Isaya ya 62 Biblia yangu inaniambia ya kwamba kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Israeli sitatulia mpaka haki yake itakapopatikana. Nataka nikwambie alinyamaza jana na juzi, lakini leo hatonyamaza kwa ajili yako. Leo hatonyamaza kwa ajili ya familia yako. Leo hatonyamaza kwa ajili ya ndoa yako. Leo hatonyamaza. Ndipo Biblia inaniambia akamtuma malaika. Alipotuma malaika akamwamsha Petro kwa sababu alikuwa yupo kwenye usingizi. Sikiliza nikwambie, sio kawaida ukiwa gerezani upate usingizi ulale. Kilichomfanya Petro alale sio kwamba alikuwa comfortable anajua malaika anakuja, hapana. Kilichomfanya Petro alale alikuwa amekata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu anajua Yakobo alikufa kwa staili hii. Na mimi ndio nafasi yangu imefika sasa, nakwenda kuangamia. Akasema nihangaike na kitu gani? Wacha nilale nisubiri hiyo mauti. Ndio, hata wewe unaangalia unasema hata dada yangu alipita katika hali hii, hata mama yangu alipita katika hali hii. Kwetu hakuna aliyeingia kwenye ndoa, kwetu hakuna aliyejenga, kwetu hakuna aliyefurahia maisha, kwetu hakuna ambaye alifikisha umri mkubwa, kwetu hakuna ambaye alimtumikia Mungu. Umekata tamaa kupambania kile kitu kwa sababu unaona hiyo ni hali inayopita katika familia yako. Unasema acha tu, Mungu mwenyewe ndo anajua. Nataka nikwambie ni kweli Mungu anajua, na leo Mungu amekusudia kukukomboa, kukutoa katika ule uteka. Hata Petro alilala kwa sababu alikata tamaa, lakini malaika alitumwa ili amwamshe, anamwambia bado hatujamaliza kazi. Mungu amekuacha mpaka leo kwa sababu bado hujamaliza kazi yake. Mungu anaingilia kukutetea sio kwa sababu wewe ni mtakatifu zaidi ya wengine, lakini kwa sababu wewe bado hujamaliza kazi yake. Rikianto rabashante ramayando ribianto rabasaya nderebo. Katika kitabu cha Isaya ile ya 52 Biblia yangu inanyambia amka, amka, amka ujivike mavazi yako mazuri. Amka ujivike mavazi yenye nguvu. Amka, kuanzia leo hatoingia tena aliye najisi ndani yako, hatoingia tena asiyetairiwa ndani yako. Inamaanisha nini? Inamaanisha kuanzia leo Bwana anakuja. Kwa hiyo kama Bwana anakuja kukuzingira
kukuzingira na wigo. Hakuna uchawi utakaokugusa tena, hakuna uganga utakaokugusa tena, hakuna mizimu itakaokugusa tena. Si kwa sababu una nguvu zaidi ya wale wengine ambao waliguswa na mizimu, si kwamba una nguvu zaidi ya wale wengine waliguswa na uganga, lakini kwa sababu Mungu amekusudia kukuzingira. Akaamshwa Petro akaamka. Ghafla vifungo vya mikono yake vikavunjika. Minyororo miwili alikuwa amefungwa kwenye mikono yake ikavunjika. Nataka nikwambie leo kuna malaika kwenye hii madhabahu ambao wanaenda kuachilia neno ambalo akilitamka, vile vifungo vilivyokuwa vimefunga mikono yako vinakatika. Vile vifungo ambavyo vilikuwa vimefunga biashara yako vinakatika. Vile vifungo ambavyo vilikuwa vimezuia kufanikiwa kwako vitakatika. Kila aina ya kifungo ambacho kilikuwa kimekuzuia usiweze kufika mbali, leo kitakwenda kukatika katika jina la Yesu. Mungu akukomboi kwa sababu unateseka zaidi ya ndugu zako wanavyoteseka. Mungu akukomboi kwa sababu unateseka zaidi ya wengine ambao wanateseka. Mungu anakukomboa kwa sababu kuna kazi ambayo alikuitia kwenye dunia hii au hujaikamilisha au hujaifanya. Kwa hiyo anatuma jeshi lake la malaika ili akutoe mahali ambako ulikuwa umefungwa, akutoe kwenye hiyo shida ambayo inakuzuia, akutoe kwenye hivyo vifungo ili ukatengeneze ile kazi ambayo ulikuwa umeianza ama ambayo ulikuwa hujaianza kabisa. Biblia inaniambia ya kwamba akatuma Musa aende kwa Farao. Alichotumwa Musa kumwambia Farao, hakumwambia wakomboe Israeli kwa sababu nawapenda sana, ama wakomboe Israeli kwa sababu ndio wengine, hakuna wengine kama wao. Hapana, alimwambia mkomboe Israeli kwa sababu ni mzaliwa wangu wa kwanza, aende akanitumikie.